Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu wapenzi wafuatiliaji wa chaneli yangu, baba zangu, mama zangu, wakubwa zangu, wadogo zangu, nikiwa na imani kwamba nyote mko salama buheri wa afya. Leo nimependa kuzungumzia somo ama mti unaohusiana na kinga, sababu naona kinga ni kitu muhimu na ni kitu ambao sote tunafaa tujue, ndio tujue jinsi ya kuweza kuepukana na vitu ambavyo huwa vinafanywa dhidi yetu ama vinafanywa kwa ajili ya sisi tupate madhara ama tupate ubaya, sababu ubaya hufanywa kwa namna nyingi, anayejua ni Allah zaidi. Mimi nimependa kuzungumzia mti unaojulikana kama mtopea mambo ama mtope tope pori. Mti huu unapatikana sana maeneo ya pwani, bara, kote unapatikana. Na labda pengine unaweza ukawa una jina jingine kulingana na eneo uliloko, lakini mti huu maarufu kabisa unajulikana kama mtopea mambo ama mtope tope pori. Mimi nimependa kuzungumzia mti huu sababu mti huu una faida nyingi sana, lakini faida hizi wengi wetu hatujui, na wengi wetu tunapata matatizo na labda pengine hata mtaa wa kwanza ama wa pili ama hata nyumbani kwako mti huu uko, lakini wewe hujui kama mti huu ni kinga, hujui kama mti huu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu anaweza akachukua mtu na akatia manuizi na mti huu ukawa kinga na ikamsaidia mahali. Kinga hii kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ikawa sababu ya yeye kuepukana na madhara fulani ama ubaya fulani ambao umefanywa kwa ajili yake, ikawa sababu mojawapo ya yeye kuepuka ama kuokoka katika ubaya huo. Kwa hivyo mti huu ukiwa unahitaji iwe ni kinga kwako ambao kwamba itakuwa ni ya kudumu, basi kachukue majani haya ama kachukue mizizi ama hata stem, chemsha, koga kwa muda wa siku 7 mpaka 14 mpaka 21, ambao hiyo itakuwa ni 7 3. Ni sawa sawa, tumeafikiana. Na unakoga kwa manuizi, hata wakati ukienda kwa ajili ya kuchukua mti huu unaenda kwa manuizi. Unaenda, ukifika hapo utatanguliza kumlani shaitan. A'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin, amin. Ewe Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi na vilivyomo, na unayenijua mwanzo wangu na mwisho wangu, nimekuja katika mti huu na najua mti huu hauna uwezo isipokuwa wewe Mwenyezi Mungu kuuwezesha. Mimi nimekuja kuchukua mti huu, umeyajalia uliyoyajalia katika mti huu Mwenyezi Mungu, lakini nakuomba kwa uwezo wako na kudura zako kupitia mti huu basi uwe sababu ya mimi kwenda kupata kinga na kuvuka pale ambapo kwamba wabaya wamenitegea vitu vibaya ili mimi vinidhuru ama vinirudishe nyuma katika maendeleo. Utatia nia yako unayoitaka wewe, sababu kila mmoja anayekwenda chuma ana kusudio lake binafsi. Kwa hiyo utakwenda, utatia nia yako ambayo utakuwa umeikusudia. Baada ya hapo utachemsha, utaoga kwa muda wa siku 7 mpaka 14 mpaka 21, ambao ni 7 ngapi? Ni 7 3. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ukitia nia ya kinga itakuwa ni nia ya kinga, lakini vizuri tia nia ya kujifungua vifungo kwa 7 ya kwanza, tia nia ya kinga kwa 7 ya pili, na tia nia ya kinga kwa 7 ya tatu. Yani 7 ya kwanza mwambie Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, na kuomba kupitia mti huu sababu ya mimi kufungukwa na vifungo vyote vya giza, vya vifungo vya kijini, kichawi, kishaitani. Mwenyezi Mungu, mti huu kwa baraka uliozijalia na maajabu uliojalia katika mti huu, Mwenyezi Mungu jalia uwe sababu ya kunifungua vifungo vyangu vyote, vile nilivyofanyiwa usiku na nilivyofanyiwa mchana, nilivyotegewa mabarabarani, katika manjia panda, na nilivyotegewa katika sehemu nilizozijua. Basi jalia Mwenyezi Mungu iwe ndo sababu ya mimi kufungukiwa, naona niwe kama nilivyozaliwa na baba na mama.
Utatia manuizi yako saba ya kwanza yoyote. Utaoga kila siku unatia manuizi, kila siku unatia manuizi mpaka saba ya kwanza. Ya pili unaanza kinga. Natia manuizi ya kinga, Mwenyezi Mungu ajalie iwe mtiundo sababu ya wewe kupata kinga. Yaani Mwenyezi Mungu yuaombwa na sababu. Sawa sawa. Kwa hivyo inshallah mimi sina mengi, ni hayo, lakini pia tutauzungumza katika episodi nyingine ya mti wa mtopea mambo ama mtope tope pori. Episodi nyingine inshallah, Mwenyezi Mungu akitupatia wasaa, lakini kwa leo na waomba msitafidi ama mpate faida na haya ambayo kwamba nimeyazungumza. Inshallah ukiyaona yanafaa yachukue, ukiyaona hayafai yaache. Ni sawa sawa, sababu ni vizuri kuziba ufa kuliko tusubiri tuje tujenge ukuta. Pia tusisahau kwamba tumetoa katika location tuliokuwa ya duka letu na tumeileta karibu tuna tulipokuwa zamani, pale pale Kemri opposite Majengo Kanamai, ndo ambako kwamba kunapatikaniwa duka letu. Lakini pia usisahau tuna group yetu ya WhatsApp ya wale ambao wanahitaji kujua tiba kwa undani, lakini pia kujua miti, matunda na kazi zake, yaani kujua elimu ambayo unaweza ukashikwa hata na homa kwako ukajua kwamba nikijifukiza mwarobaini kwa njia hii inakuwa itanipunguzia kadha kadha kadha, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu shifa inaweza ikapita na nipata. Kwa hivyo inshallah wale ambao ni mashekhe ama ni maustadhi ama ni watabibu ambao wanatumia, hawatumii tunguli lakini wanatumia dawa za miti shamba, wanatumia Qur'an katika kutibia kwao na dawa za kisunna kwa ujumla, na wakaribisha. Na wale ambao wana hamu ya kujifunza ama wana kitu lakini hawajajua mwelekeo ama hawajajua waelekee wapi ili waifungue elimu yao kwa jumla, basi wote inshallah nawakaribisha katika grupu yangu ya WhatsApp. Na grupu hii kujiunga ni shilingi 500, na kwa kila mwezi utakuwa unalipia pia shilingi 500. Kwa hivyo inshallah nawakaribisha nyote. Mwenyezi Mungu awafikie na Mwenyezi Mungu awalinde. Nawapenda sana. Wabillahi tawfik.